jina la Yesu. Umebarikiwa. In Jesus' name. Amen. Mbarikiwa. Adimwai. Mbarikiwa. Adimwa. Asiitike. Mbarikiwa. Mbarikiwa. Karibu katika kiti chako cha baraka. Amen. 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 Basi Mungu akubariki kabisa. Ninamfurahia Mungu kuwa mahali hapa, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu na anayetenda makuu. Amen. Bwana asifiwe. Jana ilikuwa ni siku ya baraka na ilikuwa ni siku ya kipekee, lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu ya kunirudisha hapa tena mara nyingine. Nakumbuka nimekumbuka mchungaji, ile siku yangu ya mwisho kuwepo mahali hapa ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa pili. Mwisho kwa bandoni baba wa keli. Ndio tulikuwa mahali hapa. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho Mungu anatenda katika madhabahu haya. Ni mambo ya kushangaza na ya kustahabisha. Mlinipokea vizuri, mkanitunza, na hatimaye nimeweza kurudi tena kwa neema ya Mungu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe sana. Basi ninao neno mchana wa leo ambalo nataka tu likaweze kugusa maisha yako. Ninaamini ya kwamba Mungu ataenda kutenda maajabu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Mchungaji ni rafiki yangu kabisa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninaomba Mungu tu aweze kukuhudumia. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe sana. Ninaomba Mungu anipe hiyo neema kabisa. Huwa ninatamani kabisa wakati ambapo natamani pia injili ambayo Mungu anatusaidia iweze kufikia kila mtu. Bwana asifiwe sana. Na ninaomba sana Mungu aweze kunipatia neema zaidi, kwa sababu nimenamwazia mchungaji pale kumwambia tangu nianze kuhubiri sijawahi translatewa. Bwana asifiwe sana. So naogopa kujikanyaga. Bwana asifiwe. Lakini naomba tu ya kwamba wale ambao hausikii Kiswahili, ninaomba tu Mungu anipe lugha nyepesi ya kuweza kusema na ukaweze kuelewa. Bwana asifiwe sana. Lakini kama uko umekaa na mtu ambaye labda hasikii vizuri, itakuwa ni vizuri tukiwa na mnongonezea. Ukimzungumzia sitakuzuia. Najua ya kwamba utakuwa unajaribu kumtranslatea yale maneno magumu. Bwana asifiwe sana. Ni kweli sijawahi zoea, lakini nimejua sasa next time lazima nijipange, kwa sababu injili ni ya kila mtu, kila kabila, kila taifa. Bwana asifiwe sana. So huwa nashangaa, huwa namuuliza Mungu, kwa nini nikienda mahali penye hawajui English, hawajui Kiswahili, hawajui chochote, nitafanya nini? Lakini najua kama Mungu ataleta jibu. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa yeye ndiye ametutuma kwa mataifa, kwa kila kabila, kwa kila taifa, tukaweze kusikia injili. Bwana asifiwe sana. Basi Mungu akubariki, na waomba tu radhi ya kwamba labda huenda usisikie kitu, labda usielewe, lakini Roho wa Mungu yupo. Bwana asifiwe sana. Roho wa Mungu yupo kazini. Bwana asifiwe sana. Hata kama hautasikia maneno yangu, but Roho wa Mungu atazungumza ndani yako, kwa sababu tumeomba. Bwana asifiwe sana. Roho wa Mungu atakupatia ishara na utaelewa. Nimefurahia sana kile ambacho Mungu anatenda kwa waimbaji. Hakika Mungu awabariki. Bwana asifiwe sana.
upo mahali, upo katika nafasi ambayo Mungu amekupatia ili Mungu akutendee. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi akakubariki tu ukiwa kwa hewa, ukiwa unatangatanga, ukiwa Mungu akiwa haoni faida yako kwa kazi yake. Ni ngumu sana kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Akamwambia Musa, utasimama katika mwamba ili utukufu wangu utakapopita ukupate mahali pale. Mwamba ni ile sehemu ambayo Mungu anakupatia, ni majukumu ambayo Mungu anakupatia katika nyumba yake. Bwana asifiwe sana. Anakupatia uyafanye katika ufalme wake, katika nyumba yake. So wakati ambapo unashikilia kazi ya Mungu bila kuangalia pastor, bila kuangalia nani, hiyo umesimama katika mwamba, hiyo unachokoza moyo wa Mungu, hiyo unachokora, unashawishi moyo wa Mungu ili akubariki. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ambaye uko kwa kwaya, uko kwa dance, Mungu tu akubariki, na unapofanya hiyo kazi Mungu akutendee mema. Bwana asifiwe sana. Basi bila kupoteza muda tu nataka niingie katika neno ambalo najua ya kwamba utaenda kubarikiwa. Majina yangu naitwa Apostle Amos John. Nimeokoka. Yesu ni Bwana na shetani ni adui yangu mkubwa sana. Hatupatanagi naye. Bwana asifiwe sana. Na mahali popote anapopita kwenye njia yangu huwa anakiona. Bwana asifiwe sana. Huwa sichezi na mapepo, huwa sichezi na shetani. Bwana asifiwe sana. Hakuna huruma, by the way, hakuna kama ni wewe unahurumia. Una huruma, hapana. Inapofika kwenye vita za kishetani mimi sinaga huruma. Bwana asifiwe sana. Hakuna huruma. Amen. Yes, unapofika shetani na kuletea mambo fulani yanapita katika line yako, hapo unapita naye. Bwana asifiwe sana. Amen. So mimi nimeokoka na nampenda huyu Yesu kwa sababu amenitendea makubwa, na sioni sababu yoyote ya kunitoa kwake, na sitatoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna kale kawimbo Kenya wao kanasema uninyang'anye vyote uniachie Yesu. Kwa upande mwingine kuna kaukweli fulani, huyu Yesu ni wa maana. Bwana asifiwe sana. Huyu Yesu ni wa maana. Leo hii nikiambiwa ya kwamba nisimamishiwe pale magari, majumba, mabilioni ya mapesa, alafu na hapa nisimamishiwe Yesu, sasa na huku kuna manyumba, kuna dhahabu, lakini hakuna Yesu, mimi nitaenda kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Nitaenda kwa Yesu kwa sababu hizo magari, majumba zote ni za hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Ni kweli mchungaji vile alisema ya kwamba Pastor Amos wewe uko na nguvu za Mungu sana. Hebu twende, nataka nikupeleke mahali ukaongeze power. Ongeze power. Nikasema wewe una power zako kwendeni, mimi nina Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, najivunia huyu Yesu maana amenipigania wakati wote. Bwana asifiwe sana. Sijui nifundishe nini mchungaji. Kile ambacho umefundisha ni Roho wa Mungu amekufunulia yote. Bwana asifiwe sana. Guys, si mko na basi? Bwana asifiwe sana. Mko na pastor, mko na mchungaji. Na maandiko nasema ya kwamba nitawapatia mchungaji atakayewaongoza. Mko na mchungaji. Bwana asifiwe sana. Sijui injili unatakaga ukasikilize injili wapi sasa, kama sio hapa unatakaga kwenda wapi? Ukasikilize wapi kwingine? Bwana asifiwe sana. Mungu akusaidie. Praise God. Mungu amekupatia mchungaji ambaye ana neema ya Mungu, ana neema na anointing ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hakika hilo neno kwa mimi binafsi limenibadiliki na limenigusa mahali. Bwana asifiwe sana. Limenigusa mahali, limenifanya kuna mahali fulani nitarekebisha. Hakuna mwanadamu akanaga madhaifu. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu kati wote, kwa sababu waga tunaenda labda tunajipata tumemess kwa kujua ama kutokujua, na tunakumbushana tu katika neno. Bwana asifiwe sana. Tunakumbushana kumshikilia huyu Mungu kupitia neno. Tunakumbushana kufuata njia za Mungu kupitia neno na watumishi wake. Bwana asifiwe sana. So jua ya kwamba uko na pastor. Bwana asifiwe sana.
Mungu akubariki sana. Basi ninalo neno ambalo najua ya kwamba ni Roho wa Mungu amekuwa akifanya communication. Sijamwambia nitahubiria nini, lakini yeye amehubiri, na Bwana asifiwe sana. So inakuwa ni jambo la baraka, na ni Mungu anataka kuponya kanisa. Ni Mungu anataka kuponya kanisa lake. Na ni Mungu anataka kuponya maisha yako. Bwana asifiwe sana. So moja kwa moja bila kupoteza muda, kwa sababu ya muda wetu ni mchache sana, nataka niingie tu katika maandiko matakatifu, na usijaribu, usitamani kutoka, usitamani kuondoka, maana baada ya ibada kuna maombi ambayo Roho wa Mungu amenizungumzia niweze kuyafanya. Bwana asifiwe sana, na ni kwa ajili yako. So inakuwa ni jambo jema kabisa tukiweza kumaliza pamoja. Bwana asifiwe sana. Niko na topic ambayo nataka kushare na wewe mchana wa leo, ya kwamba ni jinsi Mungu anavyokomboa uchumi wako, ama kwa jina lingine ni mahusiano yako na Mungu kupitia sadaka. Mahusiano yako na Mungu kupitia sadaka. Bwana asifiwe sana. Kuna kuwa na mahusiano yako na Mungu kupitia maombi. Kuna mahusiano yako na Mungu kupitia Biblia, neno la Mungu. Kuna mahusiano yako na Mungu kupitia kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata wewe binafsi uko na mahusiano na watu fulani katika maisha yako. Uko na mahusiano labda na marafiki zako, mahusiano ya ukaribu na familia. So hapa kuna mahusiano aina mbalimbali, lakini sasa nataka tuangalie hili jambo, ni mahusiano yako na Mungu kupitia sadaka. Bwana asifiwe sana. Kile ambacho nataka ukaweze kujua kabisa, kwa sababu ya mafundisho mengi ambayo shetani ameachilia, ama shetani amefanya watu wasikie, kwa watu ambao wanajiita watu wa Mungu na si kumbe watu wa Mungu. Nataka tu mchana wa leo Mungu akupatie neema ukaweze kusikiliza. Bwana asifiwe sana. Nataka utofautishe mtu anayetamani pesa zako na mtu aliyetumwa na Mungu ili akuonyeshe njia za kufanikiwa katika maisha. Bwana asifiwe sana. Tofautisha kati ya mtu ama kati ya mchungaji ambaye anatamani pesa zako na mchungaji yule ambaye ametumwa na Mungu kwako ili akuonyeshe njia za kufanikiwa. Hizo ni vitu mbili tofauti. Na shida ya Wakristo sasa hivi hawajawahi tofautisha. Anaonaga tu pastor akihubiria sadaka, anaanza kusema pasi siku hizi anahubiria tu hana njaa ya pesa. Hapana. Bwana asifiwe sana. Tofautisha nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu ambaye ametumwa na Mungu kwako ili akuonyeshe njia ya kufanikiwa, na utofautishe na mtu ambaye anatamani pesa zako. Mtu ambaye anatamani pesa zako atakufanyia, atakuletea kila story ili akuibie. Lakini kuna mtu ambaye ameanointiwa na Mungu kwa ajili ya kukuonyesha wewe mtu wa Mungu ili ukaweze kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Mhubiri sura ya 10 mstari wake wa 19. Tumesoma Mhubiri 10:19. Kama umefika unaweza tu kasoma kwa msaada wa Mungu. Mhubiri 10. Ndio. Karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai huyafurahisha maisha. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Bwana asifiwe sana. Fedha kwa Mkristo ni haki yako. Baraka kwa Mkristo ni haki yako. Mungu wako atadharaulika wakati ambapo unakuwa hauna ama haujiwezi kiuchumi. Shida yoyote tu inapokuja imetumwa na shetani,
inakupiga. So Mungu ambaye unamuomba unasababisha aaibike. Watu waseme kwani huyu anaomba Mungu gani? Kila siku kanisa lakini hakuna kitu. Bwana asifiwe sana. So vile ambavyo tumesoma katika maandiko, naomba rudie tena hapo. Karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai huyafurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Bwana asifiwe sana. So inafaa uelewe jinsi utakavyokomboa uchumi wako unapopitia hali ngumu. Bwana apewe sifa. Nitaenda polepole tu jinsi ambavyo Roho Mungu atanisaidia. Mojawapo ya nataka ujue kwamba mojawapo ya sehemu ambazo adui ama shetani anapiga vita katika maisha yako ni uchumi. Mojawapo ya sehemu kubwa sana ambayo shetani anakupiga vita ni uchumi. Bwana asifiwe sana. Akikupiga vita kiuchumi, hapo anajua ya kwamba hautasimama na ufalme wa Mungu. Akikupiga vita kiuchumi, kama ni mchungaji ilifaa ununue speaker kama hii uhubirie watu 50, kwa sababu hakuna pesa, hao watu 50 hawatasikia injili. Bwana asifiwe sana. Anapokupiga kiuchumi, anafanya. Jana tukasema ya kwamba kuna mission 3 za shetani. Ya kwanza alikuja ya pili, ya tatu kuchinja. Bwana asifiwe sana. So kazi ya shetani ni kuharibu, kuua. Mahali popote ambapo kuna kitu ambacho kuna kitu cha kufanikiwa, kuna kitu cha baraka, shetani kazi yake ni kuua, kuiba, kuharibu, kuchinja. Bwana asifiwe sana. So moja wapo kati ya vita ambazo unapitia katika maisha yako, vita kubwa ambavyo vinaelekezwa na shetani ni uchumi wako. Anaweza akagusa maisha yako, aguse mambo fulani, lakini ana target uchumi. Anaweza akagusa mali zako, shamba lako, aguse afya yako. Anapogusa afya yako, anajua umewekeza tu pesa fulani. Anapogusa afya, analenga huko tu pesa tuende bila kukusaidia. Praise God. Amen. So inapaswa ukaweze kuelewa vita vya kishetani, vita vya adui vinalenga uchumi wako. Bwana asifiwe sana. Kama watu kama shetani anajua ya kwamba kama shetani hangekuwa anapiga uchumi wako, kuna mambo makubwa sana ambayo ungeyafanya kama umeokoka. Bwana asifiwe sana. Ungepanua ufalme. Ungemwambia apostol, hapa mahali ni padogo, nataka tujenge kanisa zuri. Lakini kwa sababu shetani anapiga uchumi wako, mambo mengine yanashindwa kutumia. Lakini mchana wa leo utakombolewa kwa jina la Yesu. Kila silaha zote za kishetani ambazo zinalenga uchumi wako, mchana wa leo tumezijua na tuko tayari kuzishinda. Tuko tayari kushinda. Wangapi wako tayari kushinda silaha za shetani kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe sana. So inapaswa kaelewe vita vya kishetani mara nyingi vimelenga uchumi, kwa sababu ukifanikiwa utafanya mambo makubwa. Ukifanikiwa utasomesha watoto vizuri bila stress. Ukifanikiwa utasimama na kazi ya Mungu. Yani kazi yake ni kuua uwezo wako mafanikio, uwezo wako kupata riziki. Kile ambacho alikifanya Edeni baada ya Adamu kumtenganisha na Mungu, kazi ya kwanza ambayo shetani alifanya, alivyohakikisha amemtenganisha na Mungu, akasababisha Adamu akatoka na mapigo pale Edeni. Bwana asifiwe sana. Alihakikisha Adamu ametoka katika bustani na laana ambayo mpaka sasa hivi hata wewe unashindwa mambo yako namna gani. Bwana asifiwe sana. Alipoangusha uchumi wake Adamu, alipoangusha uhusiano wake na Mungu, kuna mambo ambayo alitoka nayo. Fungua Genesis chapter 3:17. Genesis 3:17-19. Adamu alipoondolewa katika Edeni, shetani alisababisha Adamu akatoka Edeni akiwa na laana, akiwa na mambo fulani katika ambayo yangemfuata, ambayo pia ni mishale, ambayo pia ni laana.
Soma Genesis 3:17. Mwanzo 3:17 hadi 19. Akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza, nikisema usiyale. ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Hiyo ni laana ya kwanza ya Adamu baada ya kutolewa Edeni. Na hiyo yote ni adui alisababisha. Mungu anasema kwa kuwa umemsikiliza shetani kupitia mke wako, basi ardhi imeamrishwa ikukatae. Chochote ambacho nafanya chini ya jua kisifanikiwe. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Ardhi inapolaaniwa, hakuna kitu unaweza kufanya kifanikiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu imekatazwa isitoe matunda ya kazi yako. Imekatazwa usiweze kuvuna kama unaenda kazini. Hiyo kazi haitakusaidia. Unaenda kazini lakini pesa inaishia kwa magonjwa. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Pigo la kwanza. Endelea. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na mimba itakuzalia. Michongoma na mimba itakuzalia. Nawe utakula mboga za kondeni. Endelea. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulifaliwa. Maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Bwana asifiwe sana. Hatungekuwa tunakufa kama Adamu angetoka bustanini, hatungekuwa tunakufa. Hatungekuwa tunakula kwa jasho. Maisha ya Adamu yalikuwa na maisha yamejitosheleza, yalikuwa yamejawa na utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. So ni moja kati ya ni baadhi ya mapigo ya laana ambazo shetani alisababisha Adamu atoke nazo Edeni. Bwana asifiwe sana. So usiku na mchana inapaswa ukaelewe kwamba vita vya shetani vinakulenga uchumi wako. Hata anapofuatilia maisha yako, anacholenga ni uchumi wako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hayo yote yanafanyika kwa sababu watu wamekosa utii. Unapata hayo yote yanafanyika. Praise God. Lakini kuna nafasi ya pili katika jina la Yesu. Kuna nafasi ya kuinuliwa tena katika jina la Yesu kitali hai. So cha kwanza ambacho adui alikifanya ni baada ya kumtenganisha na Mungu, alihakikisha Adamu anatoka na laana. Bwana asifiwe sana. Laana hiyo ilibeba mishale, ilibeba mapigo ya kwamba utakula kwa jasho, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, utazaliwa kwa uchungu, yani vitu tu vingi. Bwana asifiwe sana. Ninakutangazia mchana wa leo, kila mapigo yoyote ambayo shetani anakuelekeza yanayolenga uchumi wako mchana wa leo, utayashinda kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Utayashinda kwa jina la Yesu. Na kila mishale ambayo inalenga uchumi wako, ninatangaza mchana wa leo ukaweze kuondoka katika maisha yako katika jina la Yesu. Pigo la kwanza, andika, ardhi kulaaniwa. Bwana asifiwe sana. Ardhi ililaaniwa. Pigo la kwanza, iliamrishwa imkatae Adamu. Ardhi iliamrishwa ardhi wakati ambapo inaamrishwa kukatae, kila unachofanya hakitafanikiwa. Ardhi inapoamrishwa ikukatae, mambo matatizo tu yatakuwa yakizalika. Bwana asifiwe sana. So elewa ya kwamba kuna nafasi ya kutengeneza wakati ambapo unamgeukia Mungu ama unafuata na kutii sheria za Mungu. Bwana asifiwe sana. Akacha nikwambie, ardhi inapolaaniwa, hakuna kile unachofanya na kinafanikiwa. Utapata kazi, hiyo kazi sikusaidie. Bwana asifiwe sana. Utapata vitu ambazo hazitakuwa za faida katika maisha yako. Maisha yatakuwa magumu. Bwana asifiwe sana.
Wakati mwingine tatizo huwa haliko mahali ambapo labda unafanyia kazi. Wakati mwingine huenda shida isiwe katika labda biashara zako kama uko na shughuli, kwa sababu unaona mambo magumu. Unapoona mambo hayafanyiki vile ambavyo inastahili, sometimes tatizo sio mahali pale, ni kile ambacho umebeba. Bwana asifiwe sana. Ni maana ambayo umebeba, na mchana wa leo tutaenda kuishughulikia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Cha kwanza tu ambacho adui alianza nacho shetani ni kumtenganisha na Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo alimtenganisha na Mungu, tayari alifanya mambo fulani ambayo yakasababisha uchungu. Amen. Fungua tu katika kitabu cha 1 Kings chapter 7. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine nimesema kwamba maisha yanapokuwa magumu, ama hali ama biashara inapokuwa ngumu, sio ya kwamba mahali ambapo nafanyia kazi, tatizo sio hapo. Tatizo ni kile ambacho kimebeba. Unafungua kazi na kisha unafunga, unaenda kuomba msaada. Wakati mwingine mtu ambaye amebeba laana, kuna msaada huwezi ukaupokea. Unaweza ukajipata labda mambo yanaweza kuwa magumu mpaka uende kuomba msaada labda kwa watu, badala ya kusaidia wanakuona ni kama unataka kuwakona. Bwana sasa watu wakusaidie, unaenda kuchukua loan lakini unakuwa hauja qualify. Nini watu watakusaidia? Baada ya kukusaidia watu wanaona ni kana kwamba unataka kuwatapeli. Bwana asifiwe sana. Mhubiri 9:16. Rudia tena Mhubiri 9:16. Mhubiri 9:16. 9:16. Ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu. Walakini hekima ya maskini hudharauliwa. Wala maneno yake hayasikilizwi. Bwana asifiwe sana. Hapo. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo unakuwa haujafanikiwa kiuchumi, hata unapokuwa na hekima hauwezi ukasikilizwa. Nataka unifuatilie kwa makini sana. Kwa nini upigwe kiuchumi? Bwana asifiwe. Kwa nini upigwe kiuchumi? Utapigwa kiuchumi wakati utaenda kinyume na Mungu. Angalia mahusiano yako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini upigwe kiuchumi? Kwa nini mambo mabaya yakufuate? Yatakufuata kwa sababu utaenda kinyume na Mungu. Bwana asifiwe sana. Angalia, nataka basi ukaweze kujua umuhimu wa mahusiano yako na Mungu kupitia sadaka na jinsi Mungu anavyokomboa uchumi wako. Nataka watu wawili. Tupatie watu wawili kuja hapa mbele. Watu wawili tu, watu wawili. Simama hapa. Simama hapa. Bwana asifiwe sana. Hapa kuna watu wawili. 1 King chapter 7 verse 21. Kwa nini unapigwa kiuchumi? Nataka unifuatilie. 1 King chapter 7 verse 21. Akasimamisha nguzo ukumbini pa hekalu. Akasimamisha nguzo ukumbini pa hekalu. Akaisimamisha nguzo ya kuume. Akasimamisha nguzo ya kuume. Akaita jina lake Yakini. Akaita jina lake Yakini. Yakini. Ati nani? Yakini. Bwana asifiwe sana. Hii nguzo iko pande gani? Wa kuume. Bwana asifiwe sana. Nguzo ya pili akaisimamisha nguzo ya kushoto. Akaita jina lake Boaz. Akaita jina lake Boaz. Bwana asifiwe sana. Nataka nifuatilie kwa makini.
So endelea mstari wake huo tu mstari wa 21. Meisha. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba akasimamisha nguzo mbili katika madhabahu. Moja akaita Yakini na nyingine akaita Boazi. Bwana asifiwe sana. So katika nyumba ya Mungu hivyo kuna mambo, kuna mikakati ambayo Mungu mwenyewe ametengeneza, amesimamisha. Hizi nguzo Yakini na Boazi zina represent, lakini ni wale waumini ambao wapo katika nyumba ya Bwana. Bwana sana. Lakini inasimamia wale watu, wale waombaji, wale inasimamia wewe jinsi ambavyo unakuja katika nyumba ya Bwana. Lakini Boazi katika nyumba ya Bwana kuna kuhani. Bwana sana. Kuna kuhani ambaye ni mtumishi wa Mungu, ambaye ni mpakwa mafuta wa Mungu. Bwana sana. So hivi vitu vinapelekana. Nguzo Yakini ni mshirika, anakuja mahali hapa ili apokee kutoka kwa nani? Kwa kuhani, kwa Boazi ambaye ni mtumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu kazi yake ni nini? Ni kuomba, ni kuombea Yakini katika biashara zake, ni kuombea Yakini katika ndoa yake, ni kuombea Yakini katika mipango zake ili aweze kufanikiwa. Hiyo ndio kazi ya Boazi. Bwana asifiwe sana. So mtumishi wa Mungu anaposimama mahali hapa, ni nguzo ambayo Mungu amesimamisha. Rudia tena. Akazisimamisha nguzo ukumbini pa hekalu. Ukumbini pa hekalu. Akasimamisha nguzo ya kuume, akaita jina lake Yakini. Nguzo ya kuume ambayo jina lake ni Yakini. Yakini. Akaisimamisha nguzo ya kushoto, akaita jina lake Boazi. Bwana asifiwe sana. So nimesema kwamba kazi ya hii nguzo katika madhabahu ni nini? Elewa, Yesu ilifika wakati akaanza kuulizwa na watu. Kwa nini Mungu? Kwa nini Yesu? Watu wanawafundisha kwa njia ya mifano, wakati wanafunzi wa Yohana aliuliza kitu kama hiyo. Akasema kwamba kwa nini wewe unapenda kuwafundisha watu kwa mifano? Akawaambia, nyie mmejaliwa kuzijua siri za Mungu. Bwana asifiwe sana. So kuna mambo katika maisha yako, kuna mambo ya kiroho usipoyachunguza vizuri utakuwa unasoma kama gazeti. Tuendelee. So wakati ambapo alisema kazi ya kitu tumesema kwamba kazi ya Boazi tumesema kwamba kazi yake ni kusimama na nguzo ambayo ni Yakini, ambaye ni wewe. Kazi ya Boazi anasimama na wewe ili ufanikiwe, anasimama na wewe katika biashara zako, anasimama na wewe, anakuombea usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Pastor amesema kwamba Pastor mara nyingi kazi yake ni kusimama, ni kukuombea, anafanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Anafanya kazi ya Mungu, anasimama katika madhabahu haya kila wakati. So kazi yake ni kukuombea. Lakini pia Yakini kazi yake wakati ambapo anaombewa ili anapoenda kule nje afanikiwe, anapofanikiwa alete kwa nani? Kwa Boazi. Bwana sana. Anapoleta kwa Boazi, hiyo kazi ya hekalu inaendelea. So Boazi amemwombea Yakini. Wakati ambapo amemwombea Yakini, Yakini ameenda kule, amefanikiwa, na atakapofanikiwa analeta wapi? Kwa Boazi. Bwana sana. Kwa sababu kazi ya Boazi ni kuendeleza ufalme wa Mungu, ndipo unapata kazi ya Mungu inaendelea. Lakini makosa ambayo huwa tumeyafanya sasa hivi, wewe Yakini, wakati ambapo mtumishi wa Mungu anasimama na wewe kukuombea, unapoacha kurudisha kwa madhabahu, kazi yako inaanza kusambaratika. Inaposambaratika, mambo yanaisha, mambo yanakwisha. Na kwa sababu gani? Yanapoanza kuisha, kumaanisha kwamba huyo Boazi ameshindwa kufanya kazi yake. Na kwa nini ameshindwa kufanya kazi yake? Ni wewe haujamwezesha. Bwana sana. Ni wewe haujamfanikisha. Ni wewe haujamfanikisha anunue speaker, alikuombea ukaenda haukurudi.
Bwana asifiwe sana. So msaada unapokatika kwako, kumaanisha kwamba ni Boazi anashindwa. Bwana asifiwe sana. Ni Boazi anakwama. Bwana apewe sifa. So wakati ambapo elewa ya kwamba maisha yako kuna umuhimu kati yako na madhabahu. Kuna ushirikiano. Bwana asifiwe. Kuna ushirikiano kati yako na Boazi. Wewe ushirika ni kama umesimama kama yakini. Kazi ya yakini ni kusimama na wewe katika mambo yako, ni kusimama na wewe katika njia zako, ni kusimama na wewe katika mipango zako. Lakini mahali ambapo unakwama, unaona msaada wa Mungu haupatikani tena, unaona mambo hayaendelei, kwa sababu kuna kitu ambacho ungeleta katika madhabahu ambacho kingemwezesha Boazi ili asimame na wewe kukuombea, lakini unakwama. Hiyo ndio shida kubwa sana ambayo watu hawajawahi kuijua. Bwana asifiwe sana. Unapohakikisha ya kwamba nyumba ya Bwana iko sawa, hata kwako kunakuwa sawa. Nyumba ya Bwana inapopitia aibu, mchungaji anapopitia aibu, anapofika wakati mpaka anakwama, hata kwa nyumba yako kuna kipigo. Bwana asifiwe sana. So elewa ya kwamba mafanikio yako ama kuinuka kwako ni neno ambalo Boazi anasimama kwa madhabahu, anakunenea, anamulilia Mungu usiku kucha, ya kwamba ukumbuke yakini, ya kwamba ukumbuke baraka zake, ukumbuke watoto wake. Hiyo ndio kazi ya Boazi kufanya katika madhabahu ya Bwana. Wakati ambapo Boazi atakwama kufanya vile, hapo hautasaidika, yani hautapata msaada. Bwana asifiwe sana. So kuna vitu zingine katika maisha unapaswa kuweza kufikiria. Mungu amekuleta katika madhabahu haya akiwa na lengo, akiwa na sababu. Mungu amekuleta katika nyumba hii akiwa na sababu, anataka kukufanikisha. Lakini atakufanikisha wakati ambapo utakuwa na ushirika na yeye, utakuwa na ushirika na Mungu kila wakati. Kuna wapendwa wengi sasa hivi unapata mambo ya kumtolea Mungu ilikuwa ni kama wanachukulia tu ni kana kwamba ni kufaidisha. Nilikwambia ya kwamba mpendwa, tofautisha kati ya wale wengine ambao wanataka pesa zako na yule ambaye ametumwa na Mungu, ameinuliwa na Mungu kwa ajili ya kukusaidia. Tofautisha sana. Bwana asifiwe sana. Usipende kuwaweka katika kategori moja. Ukiwaweka katika sehemu moja hautaelewa, utawaita majina. Utawaita, siku hizi wanataka pesa sana wachungaji. Siku hizi stori nini, amenunua gari kwa sababu ya sadaka zangu, amenunua gari kwa sababu Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo Mungu anambariki, pia wewe unabarikiwa kwa sababu amekuombea wewe yakini. Na wakati ambapo amekuombea umeenda na umefanikiwa na unaleta kwa madhabahu, bado anazidi kumulilia Bwana. Anasema mkumbuke yakini, kumbuka maisha yake, kumbuka watoto wake, kumbuka vitu zake. Ndio maana wanafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Nikasema jana ya kwamba kuna watu sasa hivi wamekosa ile moto, ile hamu ya mambo ya kiroho. Anapokuja kanisani Jumatatu, anapokuwa katika shughuli zake Jumatatu anapata hata tao, anapata 2,000, 3,000 Alhamisi, Ijumaa. Inapofika Jumamosi 50 imebakia, inapofika Jumamosi jioni 10 imebakia. Hiyo ndio anapeleka kwa madhabahu. Lakini Jumatatu ulikuwa na ngapi? 3,000, 4,000, 5,000. Lakini inapofika siku ya Jumamosi umeishiwa, huna cha kupeleka kwa madhabahu. Hiyo ndio shetani waga anapigania watu. Jana nimekushua tu ya kwamba hizo siku katikati ya wiki uko sawa kabisa, unapokea vizuri. Lakini ikifika siku ya Jumamosi jioni unakaukiwa. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. So
unapaswa kaweza kuelewa jinsi ya kukomboa uchumi wako. Wakati ambapo utajua siri ya kukomboa uchumi wako, utakuwa na ushirika na madhabahu, utakuwa mwaminifu kwa mafungu ya 10. Saa hiyo hata umekwama, saa hiyo labda umepata kitu, umepokea mshahara siku ya Jumatatu, utachukua namba ya simu ya mchungaji, mwambie, Brazi, Mungu amenifanikisha kwa sababu ya maombi yako. Ninaomba upokee hii sadaka yangu, hii fungu la 10. Uipokee, unamwekea kwa simu na anakuombea. Lakini adui shetani anapotaka kukumaliza, kitu cha kwanza anakunyima mbegu, anakunyang'anya mbegu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unapata katika nyumba ya Bwana kuna mapungufu. Ndio maana unapata watu wana msukumo na kufanya kazi ya Mungu. Katika bajeti zako Mungu umempangia zile vitu vidogo. Bwana asifiwe sana. Asante. Kaa namalizia. Wapigie tu makofi. Bwana asifiwe sana. So mafanikio ya yakini yanategemea mafanikio ya yakini anategemea nani? Boazi. Ili Boazi aendelee kuitisha msaada kutoka kwa Mungu kwa ajili ya yakini, lazima yakini atoke hapa akajishughulishe. Ni wakati ambapo atafanikiwa make sure ya kwamba kwa madhabahu kuna kila kitu. Malaki 3:10. Andika hiyo. Bwana asifiwe sana. Soma inaitwaje? Malaki 3:10. Nasemaje Malaki 3:10? Wakati ambapo yakini anafanikiwa, kazi yake, jukumu lake ni kumake sure Boazi yuko sawa katika madhabahu. Praise God. Anapofanikiwa ana make sure ya kwamba Boazi yuko sawa katika madhabahu. Lakini Boazi asipokuwa sawa katika madhabahu, yakini utakuwa hatarini. Soma mchungaji. Leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hata isiwepo baraka ya kutosha au la. Bwana asifiwe sana. So wakati ambapo unaleta, maandiko sema kwamba leteni zaka kamili. Hata nikwambie, maandiko hadanganyi na Mungu hadanganyi. Ni fikra zako zinakudanganya. Zinasema hata nikitoa nasaidia pastor na watoto wake. Bwana asifiwe sana. Leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo. So wakati wote madhabahu ikipungukiwa na kitu, mtumishi wa Mungu akipungukiwa, elewa ya kwamba hapo kuna laana. Bwana asifiwe sana. Maana inasema kwamba jaribuni katika hiyo njia muone kama sitawafungulia madirisha mbinguni. Kuna watu madirisha yao hayajakuwa wazi. Kuna watu madirisha yao ya baraka hayajakuwa wazi, hayajafunguliwa. Kuna watu madirisha yao bado hayajafunguliwa. Angalia katika maisha yako. Ni kung'ang'ana aina gani ambako unang'ang'ana. Elewa ya kwamba kumbe kuna madirisha ambayo hayajafunguliwa. Hagai ile tulisoma asubuhi. Hagai 1 kuanzia 6. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakula lakini hamkujazwa na vinywaji. Ishi hapo kwanza. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanatuambia kuna vitu wakati ambapo hatutaweza kuvishika. Kuna kanuni za madhabahu, kuna kanuni za Kikristo. Wakati ambapo utakuwa unaitwa Mkristo ambaye ameokoka, umejazwa na Roho, but kuna kanuni usipozifuata, hiyo ndio matokeo inasema. Rudia tena hapo. Mstari wa 6. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Utajishughulisha kabisa, utakuwa busy, lakini matokeo yake, mapato yako hayakusaidii. Mnakula lakini
unakula lakini haushibi, yani haujitoshelezi kwa mahitaji yako. Saa hiyo kila mtu anakuona unarauka asubuhi, unajishughulisha uko busy na mambo yako. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Yes. Mnajivika nguo lakini hapana unaye moto. Na yeye apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Yeye anayepata mshahara, anapata mshahara na unaingia katika mifuko ambayo imetoboka toboka. Bwana asifiwe sana. Mifuko ambayo imetoboka toboka ni pale ambapo uko na kitu ambacho Mungu amekupatia. Kuna vitu ambazo Mungu anakupatia, badala ya ikusaidie zinaingia kwenye mifuko ambayo imetoboka toboka. Mifuko ambayo imetoboka toboka ni kama laana, madeni. Kani imagine unapokea 15,000 yako hapo ni shilingi 100, ingine yote unadaiwa. Bwana asifiwe sana. Ama unapokea tu alafu inaishia kwa magonjwa. Unapokea tu inaishia. Unaishia katika mambo ambayo hayakusaidii. Inasema mnapokea mshahara lakini mnaweka katika mifuko iliyotoboka toboka. Mstari wa 7. Bwana wa majeshi asema hivi. Zitafakarini njia zenu. Bwana anasema kwamba zitafakarini njia zenu. Tafakari mambo yako, tafakari uhusiano wako na Mungu. Uhusiano wako na Mungu na sadaka. Tafakari huo uhusiano uko namna gani? Uko na uhusiano mzuri na Mungu, unaomba, uko na uhusiano wa maombi mzuri na Mungu, unaomba mpaka unakesha, huo uhusiano uko sawa kabisa. Unasoma neno mpaka unaelewa, lakini uhusiano wako na Mungu kupitia sadaka bado, hapo bado. Zitafakarini njia zenu. Endelea. Pandeni milimani mkailete miti, mkaijenge nyumba yangu, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi vikatokea vichache. Angalia wakati ambapo unatazamia maybe shamba upate tu mavuno mengi, lakini mambo yanakuwa tofauti. Unategemea mshahara uweze kupokea, ama kwa biashara zako uweze kusaidika ama kufanikiwa katika biashara, lakini matokeo yake unavuna bila. Tena mlipovileta nyumbani mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Kumbe kuna vitu zingine wako naleta kwa Mungu anavipeperusha. Havitaki. Mungu hataki mabaki. Mungu hataki yale mabaki umebakiza. Baadhi kuna sadaka kumbe unaweza kumletea Mungu, wewe watu wakuone umetoa, lakini Mungu hajaikubali. Sio mimi, ni maandiko. Rudia tena hapo. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Bwana asifiwe sana. Endelea. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika. Wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Wakati ambapo ninyi kila mtu anakimbilia nyumbani kwake. Bwana asifiwe sana. Nimesema injili ya leo ni kama ni roho wa Mungu ni roho wa Mungu ana communicate. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengine, kuna shida zingine tunaweza tukasema ya kwamba tukuombee. Yes, Mungu ametupatia neema, anointing tuko nayo, lakini mahusiano yako na Mungu yako namna gani? Ni wapi ambapo umelegea? Ni wapi ambapo ni wapi ambapo umelegea? Yes, unaomba. Yes, unakuja kanisani, lakini je, wewe ni mwaminifu kwa fungu la 10? Wewe ni mwaminifu kwa kusimama na kazi ya Mungu? Kumbuka ya kwamba Boazi tumeona katika wafalme ya kwamba kuna nguzo ambazo Mungu ameziweka katika madhabahu. Hizo nguzo ina kazi yake. Bwana asifiwe sana. Nguzo ambayo inaitwa Boazi ni kusimama na yakini. Wakati ambapo itasimama na yakini ashindwe kutimiza majukumu yake, hapo mambo yanakuwa hayapo tena. Uchumi unaanza kuyumba.
mambo yanakuwa hayako sawa. Bwana asifiwe sana. Nimemaliza, sema macho. Sina mambo mengi sana kwa sababu mchungaji amefundisha sana asubuhi. Simama tu juu. Nataka tuombe. Sitoke nje, nataka tuombe. Asante Bwana Yesu. Tafakarini njia zenu. Tafakari mahali ambapo unaona ya kwamba umefeli. Tafakari mahali ambapo umeona ya kwamba umekwama. Tafakari ni wapi. Sawa, uko na uhusiano mzuri na Mungu kwa njia ya maombi, uko na uhusiano mzuri na Mungu kwa njia mega hata ya kuimba kwaya, ya kuwa na ushirika na yeye kila wakati, lakini kuna uhusiano wako na Mungu na dhabihu na sadaka. Hiyo vitu hiyo imefanya shetani akupige wakati ambapo mahusiano yako na Mungu kupitia dhabihu yatakwama. Hapo ndipo kuanguka kunafuata. Inua mikono yako juu, nataka uombe, tumwambie Bwana nisaidie. Kuna mahali ambapo Bwana nimelegea. Omba tu, mwambie tu Bwana Yesu nisaidie. Kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Kuna watu laana imewaandama kwa sababu wameshindwa kukaa, wameshindwa kufuata yale ambayo Mungu anasema. Inua tu mikono yako ukaweze kuomba katika jina la Yesu Kristo ni hai. Bwana akaweze kukutetea. In the mighty name of Jesus Christ. Omba tu, mwambie Baba nisaidie nikaweze kuwa mwaminifu. Unachonipatia Baba nikaweze kuwa mwaminifu. Unachonipatia nikaweze kurudisha shukrani. Omba tu, mwambie Yesu nisaidie. Huenda kuumia kwako katika maisha ni kwa sababu umeshindwa kufanya kile ambacho Mungu anataka. Kwa jina la Yesu Kristo ni hai. In the mighty name of Jesus. Huenda kuinuka kwako, huenda matambiko ambayo unayapitia yanatokana na wewe kutokuwa mwaminifu na Mungu. Katika jina la Yesu Kristo ni hai. Mwambie Baba, komboa uchumi wangu. Mwambie Yesu, komboa uchumi wangu. Mwambie Baba nisaidie. Ukaniimarishe tena kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Ukaimarishe tena, inua mikono yako juu. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, achilia neema na kibali tena. Shetani ameharibu mazao. Shetani amesababisha laana ikawaandama. Shetani amesababisha mabaya yakawafuata nyumba zao. Oh my Father, narejelea mwisho wa leo. Hawa ni watoto wako Baba. Hawa ni watoto wako mfalme wa falme. Ninaomba Yesu kaweze kutenda. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, naomba neema na kibali chako juu yao. Mwambie Baba nikumbuke. Nisaidie Baba nikaweze kuwa mwaminifu katika madhabahu ili nipokee baraka. Mwambie Yesu nisanikishe. Usiniache Baba katika jina la Yesu Kristo ni hai. Nikazipokee na mimi baraka. Nikainuliwe na mimi katika jina la Yesu Kristo ni hai. In the mighty name of Jesus. Omba kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Oh my Father, my Redeemer, neema yako ikatembee. Neema yako ikatembee mchana wa leo. Kila laana ambayo imeinuka, kila madhabahu ambayo yameinuliwa kukupiga vita kiuchumi, katika jina la Yesu Kristo ni hai, tunayaangusha in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo ni hai. Sogea tu hapa mbele kila mmoja, sogea tu hapa. Nataka tuvunje hiyo laana ambayo inatembea kwa maisha yako. Kuna watu mikono yao haiko sawa, imeharibiwa mahali. Sogea mahali hapa. Nataka nikomboe uchumi wako. Sogea tu kwa jina la Yesu. Kila mmoja sogea kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Nataka nikaweze kuvunja laana. Nataka nikaweze kuvunja kwa jina la Yesu Kristo aliyesimama tu katika madhabahu haya. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo ni hai. Sogea tu kila mmoja, nataka tuombe. Wewe ambaye unataka uchumi wako ukombolewe, njoo hapa. Wewe ambaye unataka Mungu akomboe uchumi wako, sogea hapa. Katika jina la Yesu Kristo ni hai. In the mighty name of Jesus. Baba yangu, inua mikono yako, anza kuomba. Sogea tu hadi huko. Katika jina la Yesu Kristo ni hai. Katika jina la Yesu, kuna maombi ambayo Mungu ananielekeza nikaweze kufanya. Cha kwanza nataka niombee uchumi. Usimpeleke nje huyu, anataka pia niweze kunena jambo kwa ajili yake. In the name of Jesus.
Mami, Mungu akubariki sana. Ana shida gani? Sasa kupoa. Ana shida gani? Yes. Nilipokea hizo ripoti. After sasa. Mungu ni mwaminifu. Kile ambacho kimesukumwa kwa watoto wako, kimesukumwa kwa nyumba yako, mchana wa leo tunakikomesha. So kuja naye tu hapa. Madhabahu ina msaada wa Mungu. Tumeshia Mungu, nataka tusogea naye tu hapa hivi. Madhabahu hii iko na msaada wa Mungu. Nataka niombee vile ambavyo Mungu amenielekeza. Nataka niombee uchumi wako ukombolewe. Halafu baadaye kama kuna mtu akona shida yoyote, magonjwa, mifungo, laana, hivyo vyote nitaenda kuomba. Kuna ibada, kuna watu nilikuwa mahali hapa jana tuliweza kuomba na wao, lakini pia hata leo kuna maombi ambayo nataka niweze kuomba. Inua tu mikono yako. Mwambie Baba, bariki mikono yangu, ibariki Bwana ili nisimame na kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, weka mikono yako juu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mikono hiyo ikaweze kufunguliwa sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hiyo mikono ianze kufunguliwa. Vile ambavyo umeinua hiyo mikono, natangaza ianze kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mikono yako haisio ya kuumia, mikono yako sio ya kuhangaika. Katika jina la Yesu nimeombea hiyo mikono kwa jina la Yesu. Kama kuna laana ambayo imetumiwa, natangaza iachilie laana kwa jina la Yesu. Iondoke kwa jina la Yesu Kristo hai. Ninaombea hii mikono kwa jina la Yesu Kristo hai. Ninaipisha moto na nguvu za Bwana. Weka mikono yako juu katika jina la Yesu na macho yako yakiwa yamefungwa. Ninaenda kuipisha nguvu za Bwana. Kama kuna chochote ambacho kimesukumiwa katika mikono yako, saa hii na dakika hii kianze kuondoka kwa jina la Yesu Kristo hai. Kwa jina la Yesu Kristo hai. Weka mikono yako kabisa ukiomba. Mwambie Bwana Yesu nikumbuke tena katika jina la Yesu Kristo hai. Ninaachilia nguvu za Bwana. Baba, naita malaika wa deliverance. Baba, naita malaika ukombozi. Mikono ambayo imeinuliwa kuanzia sasa ianze kupokea. Nikivunja kila madhabahu, nikivunja kila maroho yote, kila madhabahu ya kuzimu yaliyokamata, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Hiyo mikono ianze kupokea, ianze kufunguliwa, ianze kufunguliwa, ianze kufunguliwa, ianze kufunguliwa. In the mighty name of Jesus. Hiyo mikono ifunguliwe. Kwa moto. Rika baba. Hiyo moto. Kwa jina la Yesu Kristo hai. Masomo yako kwa jina la Yesu hai. Natangaza kibali cha Bwana. Katika jina la Yesu. Kila maroho yote, kila madhabahu yachomeke na moto. Yaachilie mikono yako. Waachilie mikono yako. Kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto. Kila uganga. Moto. Chochote ambacho kimetuma shetani kwako, ninakipesa kwa jina la Yesu. Mikono yako kwa jina la Yesu. Mikono yako ifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo hai. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo hai. Rika baba rozika sakata. Bwana achilie neema na nguvu zako kwa jina la Yesu. Afunguliwe. Funguliwa sasa kwa jina la Yesu. Mara ya kwanza, mara ya pili,
shosho. Mungu akubariki sana. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakamata kila nguvu zote za uganga na uchawi kwako, kila mamlaka yote ya kuzimu na yapiga na kuyasambaratisha kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Ninaharibu kila ngome za kuzimu. Hiyo ni moto, hiyo ni moto, hiyo ni moto. Rika baba baba baba, rika soko shakata. Ninaachilia moto, achilia, achilia maisha yake, achilia maisha yake. Wachilia, hautastahimili moto wa mali hapa, hautastahimili. Hiyo ni moto rika baba baba, kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu, ninakomboa uchumi wangu kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaomba kaweze kujazwa na nguvu za Bwana. Power in you, power in you, power in you. Holy Ghost, Holy Ghost. Ninakamata mateka, ninakamata mateka kila maroho yanayokutesa, yaliyokamata anga yako, na yakushia nguvu za Bwana, na yapiga na moto, na yapiga na moto. Ukawe huru. Hiyo ni moto. Mara ya kwanza, mara ya kwanza, mara ya pili. Chomeka na moto, nazidisha moto, nazidisha moto, nazidisha moto, nazidisha moto, nazidisha moto. Kila utawala wa giza, kila utawala wa wachawi, kila utawala wa pepo, ninaachilia moto. Rika baba baba baba. Hiyo ni moto, hiyo ni moto, hiyo ni moto. Take it now. Kwa jina la Yesu, waachilia maisha yake. Hangaika wewe, hangaika, waachilia mikono yake. Huyu ni mbarikiwa, huyu ni mbarikiwa, huyu ni mbarikiwa, huyu ni mbarikiwa. Mwachilie fire. Sema fire. Sema fire. Tena fire. Sema fire. Nazidisha moto kwa jina la Yesu. Kila maroho yoyote, kila maroho ya moto, hiyo ni moto. Yakamate moto, yakamate moto, yakamate moto kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia nguvu za Bwana. Rikabazika sheketebo. Ukafunguliwe kwa jina la Yesu. Riko zika talaba. Sogea hapa mbele, sogea hapa mbele. Baba, natangaza nguvu zako. Huyu mbebe maitana maridima. Ninamwambia mchana wa leo, ukaweze kumtendea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata taabika katika uzee wake, na mwetishia amani, na mwetishia uzima. Maisha ambayo ameishi Baba, akaweze jiona kufurahia tena. Kuwe na furaha katika uzee wake, kuwe na furaha katika uzee wake. Atamaliza kwa ushindi, atamaliza vizuri kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Nafungulisha hii mikono, ninafungulisha kwa jina la Yesu, ninafungulisha katika jina la Yesu. Nimefungua afya kwa jina la Yesu. Rika mabazika sheketero katika jina la Yesu Kristo aliye hai. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu, natangaza nguvu za Bwana juu ya maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana kuinue, Bwana kuheshimishe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, huyu mtoto akaweze kuonekaniwa na malaika wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Riko zuka shakataba. Utumi wako ufunguliwe kwa jina la Yesu. Utumi wako ufunguliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. In Jesus name, nataka niombe. Nataka niombe kama kuna shida yote ambayo inakuangaisha. In the name of Jesus. Leta kuomba shida katika mwili, shida katika mwili, usitoke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, usitoke. In the mighty name of Jesus. Mami, njoo hapa. Wewe ni chaguo la Mungu. Kuna mambo, kuna matatizo ambayo yametupwa, yamesukumiwa katika maisha yako. Kile ambacho kinafanyika kwako si vitu za kawaida, si vitu za kawaida. Kuna roho ya umwagaji damu, roho ya mauti, lakini Mungu wa madhabahu haya amekuwa msaada mkubwa katika maisha yako. In the name of Jesus. Maombi yako dada, jinsi ambavyo unajitolea kufanya kazi ya Mungu hapa, zidisha sana, kwa sababu ni maombi. Kila ambacho unakifanya mahali hapa ndicho kinasababisha malaika wa Bwana wakupiganie, wakutetee, wapiganie mambo yako, wapiganie familia yako, wapiganie tu watu wako. Yani jinsi ambavyo umejiunganisha na madhabahu haya, zidisha sana, zidisha sana, kwa sababu msaada ambao Mungu anautoa katika maisha yako ni kupitia
maombi yako ya mahali hapa na jinsi ambavyo umejiunganisha na nguvu za Mungu. Usikubali chochote ambacho Mungu amekupatia, usikubali kukipoteza kwa jina la Yesu. Weka mikono yako juu kabisa. Jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, kila upanga wa kishetani ambao umetumwa kwa huyu mama, Baba, katika nyumba yake, kwa watoto wake, Baba, ninaukata kwa jina la Yesu. Ninaukata kwa jina la Yesu. Kila upanga wa kishetani ambao umeelekezwa katika nyumba yake, ninaukata kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaukata kwa jina la Yesu. Kila mchawi ambaye ameelekeza mabaya kwake, ninaachilia moto. Sema chomeke na moto. Sema chomeke na moto. Kila madhabahu, kila uchawi, hiyo ni moto, 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 moto. Hiyo ni moto, moto, moto. Ninakata, kata, kata. Kila silaha za kuzimu, kila silaha za wachawi na maganga, ninazikata. Nyumba zao zichomeke, mipango zao zisambaratike, madhabahu zao zichomeke. Malaika wa Bwana, ninamwachoma, ninawachoma, ninamwachoma, ninamwachoma. Huyo ni malaika, malaika, malaika. Neno kila mkono wa giza, kila mkono wa kishetani, uvunjike, 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 uvunjike. Afunguliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yoyote na kutangazia nikiwa katika madhabahu haya, usitoke. Naomba kila mtu asitoke. Ninamalizia, usitoke kwa jina la Yesu aliye hai. Nimesimama katika madhabahu haya, mtumishi wa Mungu Saidi Mafuta. Nimesimama katika madhabahu haya, ninatangaza ya kwamba yeyote ambaye amesukuma mabaya kwako, natangaza yakaweze kurudi yalikotoka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakomesha kila sarakasi za kishetani, kila maagano zao. Yeyote aliye hapa ya kwamba mama yako itaisha, ninamtumia moto, ninamtumia moto, ninamtumia moto. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu natangaza nguvu za Bwana. Ninakamata mateka kila maroho yote, kila majina yaliyosukumiwa, kila majina yaliyosukumiwa, na yapiga na moto, na yapiga na moto, na yapiga na moto, na yapiga na moto wa Yesu. Napiga na moto. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire kwa nyumba yake, kwa mali wake, kwa watoto wake. Sema fire, sema fire, sema fire kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wanaotafuta maisha yako, wanaotafuta maisha yako, nimewatumia malaika wa vita, malaika wa vita, malaika wa vita katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Huu mwili ukapokea nguvu zake tena, akili zirudi tena vizuri, viungo vyake vianze kuwa sawa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia nguvu za Bwana, ninaachilia nguvu za Bwana. Riko zikatela riakana baba, zidi kuomba, zidi kuomba, zidi kuomba. Kuna moto katika madhabahu haya. Baba, huyu mtoto Jehova Jireh, Baba tazama na ficha. Oh my Father, melima shetani alikusudia mabaya, Baba ninayakomesha, ninafungulisha tena maisha yake, narejesha afya yake iliyoibiwa na shetani, narejesha viungo vyake tena, narejesha uzima wake tena. Hataendelea kutembelea sapota, hataendelea kusapotiwa, hataendelea kukaa baba yangu. Baba, usio miguu yake, usio miguu yake. Baba yangu apokee nguvu tena, apokee nguvu tena, apokee nguvu tena kwa jina la Yesu. Nimevunja kila uchawi, nimekamata mateka kila maagano ya kuzimu walio hapa kumwangamiza, wakaangamizwe mara 7, wakaangamizwe mara 7 kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. In Jesus name, kwa jina la Yesu, hautaendelea kukaa kwa wheelchair. Nimetuma malaika wa Bwana akarejeshe chochote ambacho kimepotea.
Nimetuma malaika wa Bwana akaweza kuzingira kwa hiyo jamii. Kila mchawi, mkono wote ambao umehusika kutenda mabaya, my Father, my Redeemer, Baba shughulika, Baba shughulika, Baba shughulika. Kwa jina la Yesu utapokea report mami. Jina la Yesu Kristo ni hai. Uzima wako kwa jina la Yesu. Uzima wako kwa jina la Yesu. Mafuta, wewe ni mtumishi wa Bwana. Mungu akutumie zaidi, akuinue zaidi. Kibali cha Bwana cha kuenea, cha kufanikiwa kihuduma katika jina la Yesu Kristo ni hai. Mafuta ya Mungu aliye hai yaongezeke kwako. Mafuta ya Mungu aliye hai yaongezeke kwako katika jina la Yesu Kristo ni hai. Neema ya Bwana ikutetee kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Ninaachilia moto 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 moto. Ninaachilia moto 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 moto. Ninaachilia moto 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 kwa jina la Yesu. Shika sana ulichonacho katika madhabahu. Ninaachilia moto moto moto. Hiyo moto, hiyo moto, hiyo moto. Hiyo moto, kila tatizo, kila kifungo kikatike kwa jina la Yesu. Rika baba 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 baba. Chomeka na moto 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 moto. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Kibali cha Bwana. Rejeshewa kile ambacho umepoteza. Rejeshewa, rejeshewa mzee, rejeshewa, rejeshewa kwa jina la Yesu Kristo ni hai. In Jesus name. Jina la Yesu. Yule mama niliomba naye jana alikuwa hapa yuko hapa. Kuna kitu Mungu ananifunulia. Njoo. Njoo mami. Njoo. Yes, njoo. Jina la Yesu. Nani anaumwa kichwa? Nani? Nani anaumwa kichwa? Nani? Nani? Ni wewe. Kuna kitu Mungu amenifunulia wakati nikiomba hapa. Shetani hatafanikiwa. Nyosha mikono yako kwake kila mmoja. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, nimeita malaika. Malaika wa vita. Malaika wa vita. Uanze kufanya kazi. Uanze kufanya kazi. Uanze kufanya kazi. Malaika walio na upanga wa moto. Uanze kushughulika. Shughulika. 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 Malaika, malaika, malaika. Hiyo ni moto. Malaika wa moto. Wamalize kila majini. Kila majini. Hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Chomeka moto. Chomeka moto. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Fire yako ni ya kinyonge. Lazima ni mama afunguliwe. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Kila majini. Kila majini. Yapigwa na moto. Yapigwa na moto. Yapigwa na moto. Sema fire. Hiyo ni moto. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Fire. Sema fire. Chomeka, 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 chomeka. Sina huruma kwa wachawi. Sina huruma kwa majini. Sina huruma kwa majini. Sina huruma kwa waganga. Hiyo ni moto, ni moto. Hiyo ni moto. Kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Waachilia, waachilia. Umemkamata. Umekamata maisha yake. Ninazidisha moto mara 7. Ninazidisha moto. Atongolewe. Waachilia. Ninawafukuza. Nimewakamata mateka. Nimekuja kuwatesa kila mashine. Nimekuja kuwatesa kwa moto wa Jehova. Sambaratika kwa jina la Yesu. Awe mzima. Mashine yote kwa nyumba yake. Natuma moto. Natuma moto. Natuma moto. Hakutakalika. Hakutakalika. Rikazogota. Hakutakalika. We don't want to be sick. Kwa jina la Yesu. Hatutaki amani na wachawi. Hatutaki amani na wachawi. We don't want peace. Kwa jina la Yesu. Moto, moto, moto. Yes. Hakuna amani. Nimesafiri. Nimesafiri hadi kwa nyumba yako. Nimesafiri hadi kwa nyumba yako. Nimeweka mkono wangu kwa hiyo nyumba yangu. Kwa hiyo nyumba yako. Mungu wangu tuwe na moto. Ukimetanguliza malaika. Wafanya operation. Operation. Operation.
mikono yako juu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Koja. Yes, you. Na mikono yako juu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Weka mikono yako juu. In the name of Jesus. Utakatifu. Tafuta sana utakatifu. Usikubali kujichanganya. Kwa jina la Yesu. Kilichotuma na shetani kwako, ninakipiga na moto. Ninakipiga na moto. Ninakipiga na moto kwa jina la Yesu. Ninakipiga na moto. Ninakipiga na moto kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila nguvu zote za kuzimu zinazokuvuta, zinazokutoa katika pepo ya Bwana, nimezisambaratisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Barikiwa sana. Soma kwa bidii. Sawa sawa. Soma kwa bidii. Sawa sawa. Wewe utakuwa mtu mkubwa sana. Sawa sawa. Mungu akubariki sana. Kwa jina la Yesu nimefungulisha maisha yako hayatapotea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka tumtolee Bwana. Hii baada ataendelea nao jioni. Tutaendelea nao mchungaji jioni. Nataka tumtolee Bwana. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako, ukuje usimame hapa mbele. Tulikuwa tunaombea uchumi. Shika sadaka yako. Chukua sadaka yako. Kuna ukombozi ambao Mungu anaenda kuachilia kwa ajili ya maisha yako. Utakuwa mzima, utakuwa sawa. Wanakutafuta sana lakini hawatakuweza. Hawatakuweza. Mami, hawatakuweza. Wewe ni mbegu ya Mungu. Wewe ni mbegu ya Mungu aliye hai. In the name of Jesus. Unataka ukombozi. Wakati mwingine ni vizuri sana kukuwa makini. Unataka ukombozi wa uchumi wako. Chukua sadaka ile ambayo unaona itagusa moyo wa Mungu. Nilisema siku nyingine ya kwamba mara nyingi wakati ambapo Mungu anataka uweze kumgusa, anaangalia zile vitu ambazo zitavuruga programu yako. Anakuambia utoe sadaka ambayo itavuruga programu yako. Hapo ndipo Mungu ataingilia. Abrahamu alikuwa na mtoto mmoja ambaye tena huyo mtoto alimpata baada ya kustruggle kwa miaka katika uzee wake. Akaambiwa ya kwamba huyo ambaye unampenda, huyo ambaye unampenda. Mungu hakuangalia yule mtoto ambaye alizaa naye kwingine kwa kambo. Ndio? Yes. Mungu hakuangalia yule mtoto ambaye alimzaa nje. Aliangalia yule mtoto ambaye anampenda. Sio kuna vitu zingine Mungu anaweza akakwambia ufanye kitu ambacho kitavuruga akili yako kwanza. Na ndipo akaweze kuingililia kati. Bwana asifiwe sana. Napofika wakati wa kumtolea Mungu ili uguse moyo wa Mungu, kwa sababu Mungu anatembea na watu wenye imani. Bwana asifiwe sana. Anafanya kazi na wale watu wenye imani. Wakati mwingine kwa mtu ambaye hana imani inafika wakati labda ana give up, lakini kwa sababu mtu ako na imani anatii sauti ya Mungu. Abraham kama hangekuwa mtu wa imani hangemtoa Isaka, lakini kumbe alikokuwa anaenda kumtoa Isaka, huko ndiko alikuwa anaenda hatima yake. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba ni jaribuni. Wakati mwingine ni vizuri tuishi maisha ya kumjaribu Mungu, uone vile ambavyo Mungu atafanya. Chukua sadaka yako na unakapoichukua, na kama pia uko na fungu la 10, chungaji kama bahasha. Yes, kama uko na bahasha unaweza tu kuweka tu fungu lako la 10 mahali pale. Nitakuombea pamoja na mchungaji. Nataka niachilie kile ambacho Mungu ameniruhusu niweze kufanya mahali hapa. Kama singeelekezwa na Mungu kuja mahali hapa, niko na programu nyingi sana.